Tunaomba kila mmoja atulie na achukue Biblia yake. Leo wese abe afate Biblia yiwe atekeleze abatwumva ijambo ry'Imana. Na mnajua kitu ambacho tunajifunza, tunajifunza hali ya makanisa siku hizi jinsi yalivyo. Biga igena mashengero ya kino gihameze. Na tukaona kuna mstari mkuu ambao unaongoza mafundisho hayo. Hariyo umurongo nyamukuru urongoza izo nyigisho. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza. Ni muri Isaya cha 4 umurongo wa 2. Maana huyu ndio mstari mkuu ambao unaongoza mafundisho haya. Uwo ni umurongo urufatiro kuri zino nyigisho. Tunasema kwamba kabla tujamaliza mafundisho haya tunawaanzia mstari huyu ni tusisahau tuzo za abantu hera ko kila nitwibagire urufatiro rw'inyigisho yake. Na mstari unasema hivi, umurongo uvuga ngo na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Uwo munsi abakobwa ndwe bazofata umugabo umwe bamubwire bati, tuzokwirira ibyo kurya byacu, tuzokwiyambika impuzu zacu, kimwe gusa uduhe kwitega izina ryawe, nawe uduteture. Sasa kwamba ule mstari ndio unaongoza mafundisho haya. Ule murongo niwo nshimikiro ya zino nyigisho. Nilisema kwamba watu labda wanafikiri utabiri huo utafika kwenye kila mwanaume atakuwa na wanawake 7. Abavyigisha bavuga ngo bibaza ngo icyo gihe gishitse umugabo wese azogira abagore 7. Hapana. Oya si. Utabiri huo tayari umeshafika. Rero ibyo bimaze gushika. Na tulishaona wale ambao tulifuatana nao katika mafundisho haya. Warabonye ko twakurikiranye kuri zino nyigisho kwamba huo mume ni Yesu Kristo. Uwo mugabo avugwaho ni Yesu Kristo. Yeye bwana harusi. Wewe niwe umukwe. Na hao wanawake ambao wanasemwa hapo, abo bagore ubona hano ni makanisa na mashengero. Kama jinsi mnavyojua kwamba Yesu ni bwana harusi, kanisa ni bibi harusi. Nguko mubizi ko Yesu ari umukwe, hamishengero ikaba umugeni. Sasa hao wanawake utabiri unasema kwamba wanawake walifika kwenye mume mmoja. Kuvuga ko abakobwa 7 ku mugabo umwe. Wakamwambia, sisi tutajijua sisi wenyewe, tutakula chakula chetu. Bakavuga tuzimenya twebwe ubwacu, twirire ibyo kurya byacu. Tutajemelea sisi wenyewe. Tuzisumira twebwe. Maana wewe hautasumbuka. Wewe ntuzorira ibyo. Na tena tutajifika sisi wenyewe. Tuyambike twebwe ubwacu. Wewe hautasumbuka. Wewe ndio ntibiti byako. Ila kitu tunachokuomba, unachoomba gusabye, tunakuomba tuitwe kwa jina lako. Wewe twitirirwe izina ryawe. Maana tuitwe kwamba sisi ni wake wa mume fulani. Twitirirwe yuko twebwe icyubahiro, twitirirwe ko turabakore b'umugabo kana. Ili utuondolee aibu yetu, uduteture. Maana na sisi tujisikie kwamba tuna mume. Kumbe kuna kudufisha umugabo. Maana kwamba kutembea bila kuwa na mume ni kama aibu kusema. Urazi biboneka yuko utagira umugabo ari igitetegwa. Sasa tulifuata mafundisho yao kwamba hao wanawake ni makanisa ambayo yapo hivi. Inaonyesha hali ya makanisa ambayo yapo hivi sasa. Nukuvuga twasanze ibyo twasomye terekana ungene amashengero bereho yayo kino gihe. Tusemeza kwamba chakula cha Wakristo ambao ndio makanisa ni neno la Mungu. Urazi uko ibyo kurya by'abakristo bari mashengero ijambo ry'Imana. Makanisa siku hizi, ariko mashengero kino gihe, makanisa ambayo hawapendi neno la Kristo. Aya mashengero ndashaka yuko ijambo rya Kristo riba muri yo. Maana hawataki kufuata Biblia, neno la Kristo jinsi lilivyosema. Tunataka kulikimbia Biblia, jambo la Kristo livuga. Na Biblia inatuambia neno la Kristo lijae ndani yetu kwa wingi. Hapo jambo hilo la jambo la Kristo wewe muri mweke ligwirie gose. Kuna makanisa sasa ambayo hayapendi neno la Kristo. Hana mashengero menshi adakundi jambo la Kristo. Maana wanapenda maneno yao wenyewe, wajuzi na maneno yao wenyewe. Wanataka kuongoza na majambo yao ubwabo. Hawataki kusoma Biblia wafuate neno la Kristo. Wanataka kusoma Biblia wakurikize ibijambo ry'Imana. Hata huyo Kristo wanataka tu wao waitwe kwa jina la Kristo, ila hawataki
neno la Kristo. Bashaka bitwe ko aba Kristo mugabo ntibashake ijambo rya Kristo. Kama wanataka Yesu waitwe kwa jina la Kristo ila hawataki maneno yao, watajilisha maneno yao wenyewe. Kuko yuko ntibashaka ko ijambo rya Kristo ariko libagaburira bagati tuzigaburira amajambo yacu twe. Ndio sababu katika makanisa mengi kumeinuka watu ambao wanajifanya kuwa manabii. Ndicho kitu mashengero menshi havyutsa abantu bigira bavugishwa n'Imana. Watu wasomi tena neno la Kristo. Batabisoma ijambo rya Kristo. Wanafuata maneno ya hao watu ambao wanajitungia. Bakabakurikira amajambo abo bavugishwa bazanye. Na ndicho chakula chao sasa. Nivyo byo kurya rero vyabo. Maana maneno yao wanajitungia wenyewe. Amajambo yabo biyodereye. Na watu wengi wanawafuata nyuma. Kandi abantu benshi barabakurikira. Maana neno la Kristo hawalitaki. Ijambo rya Kristo lirikeneye. Ila wanataka waitwe kwa jina la Kristo. Mubashaka mugabo gusa bitiriwe kwa Kristo. Ni wa Kristo tu. Na Kristo gusa. Ndio jina wanataka. Ndio zina basigara. Hata unaona kwamba kutembea bila kuitwa kwa jina la Kristo ni aibu kwao. Babona ko hamwe bogenda batitwa wa Kristo tuba bitetereza kuri bo. Kwa sababu kuna wengine ambao ni wachawi, makahaba, wako ndani ya makanisa ile wanataka wajifike ile jina la Kristo ili wafiche aibu yao. Hariho mashengero usanga abantu binjira n'abakristo barababaraya ari abarozi kuko bagashaka gusa iryo zina baryambaye. Na kuna wengine ambao wanatumia mailizi, wanapiga laburi na vitu vinginevyo, unakuta wanataka waitwe tu wa Kristo, hilo jina liwafichie aibu yao ambayo wao wanafanya ndani ya makanisa. Hariho abandi usanga bagenda duheko abandi bakaraguza mugabo icyo bashaka gusa bitwa wa Kristo. Okay, sasa hao wakasema kwamba tutajivika mavazi yetu sisi wenyewe, tusiyapika impuzu zacu twenyewe. Kwa makanisa mengi ya siku hizi ila amashengero menshi ya kino gihe hawataki kuvikwa mavazi ya Kristo, ntibashaka kwambara impuzu za Kristo, maana wanataka kujivika mavazi yao wenyewe, wanapia vikivyamba vyao wenyewe. Ndio sababu siku hizi vitu vya mavazi zaidi kwa wanawake vinavuma sana, vinasharibu kila kitu ndani ya makanisa mengi. Icyo gituma ku nyambaro z'abagore n'abigeme usanga ubu vyoronye cyane cyane mu mashengero menshi. Wanasema hivi, Kristo wewe utukubalie sisi tuitwe kwa jina lako. Ni uko rwabo emera gusa twitire izina ryawe gusa. Ila sisi tuhitaji mavazi yako. Mugari ugere kwambara nyambaro zawe. Usisumbuke na hiyo. Ndio kwambara ntushishikaye. Sisi tutajijua mavazi yetu twambara. Ndio sababu wako wanavaa vitu ambavyo havieleweki kama Mkristo. Ndio tunasema ibintu bidasa no Mkristo. Na hivi sasa unakuta hauwezi kuelewa huyu Mkristo ni Mkristo gani, hautajua makanisa. Baki vitu vilishachanganyika kwa sababu wanataka waitwe tu wa Kristo ila wasifuate ibintu byamaze kuruvange kuko bashaka bitwa wa Kristo mugabo batariho. Kwa upande wa neno la Mungu tushazungumzia kitu hicho. Uhabe kujabo ni matwara kifuzi. Ila hivi sasa tunazungumzia upande wa mavazi. Leo tuliko tulishakumbyo inyambaro. Maana wa Kristo wengi na makanisa mengi maana yanaunga mkono mavazi yasiyofaa ndani ya makanisa. Mashengero menshi arashikira inyambaro zidakwiriye mu mashengero. Kwa sababu kitu hicho cha mavazi kimo ndani ya mstari mkuu ambao tumesoma, na hicho ndicho tunafikia iko tukizungumza. Leo ikintu cy'inyambaro kini nyamukuru mu murongo twasomye, leo dusaro tukiganira neza. Na wakati ilipokuwa hapa tulisoma mistari ambayo inaonyesha Wakristo jinsi wanastahili kuvaa Kristo. Twarabonye imirongo yerekana nyene abantu bashobora kwambara mu Kristo. Tulisoma ndani ya waraka wa kwanza Paulo aliandika Timotheo sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Twarasomye ikintu cya mbere Paulo ya Timotheo cya kabiri umurongo w'ikenda gushika ku 10. Tukasoma tena waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3 hadi 5. Tukasoma ikintu cya mbere cya Petro cya 3 umurongo wa 3 kugeza kwa 5. Ukisoma mistari hiyo, usomye iyo mirongo bila kupitisha pembeni, ashaka kucisha ku upande, Mungu haungi mkono mapambo, anapiga marufuku mapambo mengi ambayo wanawake siku hizi
wanaifanya kipaumbele zaidi. Imana ishimishwa n'inyambaro za kino gihe bakora, iragaragaza ko itabyihanganiye. Wale ambao wanaunga mkono mambo hayo, abo rero babishyigikira, mistari hii ni kama wanapitisha pembeni, hawataki waifuatilie kana kwamba unafikiri si wao kwa wanaambiwa ni wengine. Imirongo usanga kuri bo batayivuga kuko bibaza batayo babariko. Na mistari hii inaonyesha Mungu anakataa mapambo fulani ambao wapo kitoko na basi kwamba inakataza. Ndio mambo yalivyo. Ibi birerekana neza yuko bibujijwe niko bimeze. Inakuwa tunamsema kweli. Niko tupia no kwa sababu uongo umeshazidi na makanisa yake, kanisa limeshapoteza sifa yake kwa sababu ya uongo kwa ndani ya makanisa mengi. Ikinyoma cyaruzuye gishana ishengero itakaza ubwere bwaryo mu mashengero yose. Naomba tuamke sote. Rero twese tuhaguruke. Maana nyoka ikazi vizuri nyoke. Icara neza ugoroke. Maana ukianza kufanya mambo ya hivi utangwe wenga bila utuzaga wasizi. Nataka tusikilizane kwa Biblia. Nataka kuigo tuvuge twumvika. Biblia tuisome. Na Biblia isomwe. Inasema nini? Ndio Biblia ivuga. Na tulimalizia tukiwaahidi kitu ambacho tutakachozungumzia leo. Kwa baje tuwagiye ko tuzobagizo tuvuga no munsi. Kuhusu mavazi. Yeke inyambaro. Na tunaambia hivi, twagiye kuja. Tutakaporudi tena hapo kwa madhabahu. Nitwagaruka ngaha dukorera. Maana tutaonyesha tutaonyesha tutasoma na swali. Tangu zamani Mungu hajawahi kutembea na kupendezwa na watu wenye kujitia mapambo kwenye miili yao. Hakuwahi kutembea nao. Oguhera kera Imana ntiyigeze igerana n'abantu bashaka kumvamira ibintu byo kwigira neza ku mibiri yabo. Watu wenye mapambo mengi katika miili yao. Abantu tugeregere twishi ku mibiri yabo. Mungu hakuwahi kutembea nao. Imana ntiyagerana nabo. Hilo tuna uhakika ndani ya Biblia. Ibyo tubifise muri Biblia. Na hivyo tutasoma. Hali turabisoma. Naomba ufungue masikio yako. Nalo ugura amatwi yawe. Maana kitu hicho kitu ambacho kinaharibu makanisa mengi. Ndio tunaona mashengero menshi. Unakuta watu hao mapambo mengi unakuta ndio watu ambao wanaonekana kama ndio wanaongea na Mungu, ndio karibu na Mungu, ndio ambao wanajulikana na Mungu, ndio ambao wanasikia sauti za Mungu. Maana watu wanachanganyikiwa zaidi. Leo bantu tugeregere yabika cyane bisiga usanga bavuga ko ari waganira n'Imana, bashikirana n'Imana, abantu nabo niko bameze. Na tukizungumza na wao wasipopona wale ndipo walibela Mungu anazungumzaga nao. Tukukanye no mati none ko bameze kuri mbwa y'Imana ikayo iba ikorana nayo. Maana unakuta watu wanachanganyikiwa hivi. Abantu usanga bacanganye. Ila kitu ambacho tunastahili kufahamu. Rero ikintu mwe kumenya na tuwe kuambia siku nyingine. Wabigiriye. Kila nyumba ambayo mtakayoona kwamba ina msalaba juu. Inzu yose muzobona iriko umusaraba hejuru. Maana inaandikwa ina mababu inaandikwa mambo ya makanisa na vitu vingine hivyo. Wasanga bashize kuri ibintu biranganye n'ibyo mashengero. Usifikiri na usiwazie kwamba kila kanisa ambalo unaona kwamba ni la Kristo. Wewe ndio mashengero yose unyere likive muri ya Kristo. Kuna makanisa ambayo yapo katika dunia hii na hapa kwetu kurudi hapo si makanisa ya Kristo. Ayo mashengero ariho kisi nayo watu mu gihugu ariho mugabo atari mashengero ya Kristo. Maana ni makanisa ya watu wenyewe. Sanga ya mashengero y'abantu ubwabo. Maana yanaongozwa kwa maneno yao wenyewe. Ayogwa n'amajambo yabo ubwabo. Maana wanavaa mavazi yao wenyewe. Bali nyambaro zabo ubwabo. Ila wanataka tu Kristo awasaidie akubali waitwe kwa jina lake. Mungu bashaka ifashanyo ko Kristo yobafasha bakitira iryo zina. Tu gusa make wanako vitu ambavyo wanafanya vinafanana kama vya Mungu ila si vya Mungu. Ibintu bakora bisa nuko ari iby'Imana Mungu atari iby'Imana. Siku hizi unaona watu wanaitwa wa Kristo hawaeleweki. Siku hizi ndio tunaitwa Kristo baratahurika kile gihe. Na unakuta hata heshima ya kitu kinaitwa Mkristo imeshapoteza heshima yake katika dunia hii. Ndio usanga n'icyubahiro cy'Umukristo kirakira takaza muri nosi. Kwa sababu juu ya hao ambao hawataki kitu ya Kristo, wanataka jina lake tu.
hapo wanasababisha jina la Kristo linatukaniwa. Kubera abantu bagashaka Kristo bashaka ibyabo bigatuma izina rya Kristo ritukwa. Tufungue Kutoka. Usome Kuvayo. Maana Kutoka 33. Kuvayo 33 mstari wa 4 hadi 6. Mstari wa 4 kugeza kuri 6. Kitabu cha Kutoka sura ya 33. Kitabu cha Kuvayo igice cya 33 mstari wa 4 na 6. Maana tusome pale. Usome leo hapa. Maana uone Mungu kati ya hao watu wenye mapambo jinsi walivyotembea naye. Urabe ingere Imana ibana n'abantu bameze gutyo. Angalia jinsi vilivyo. Raba neza. Kwa Biblia yako kabisa. Fata Biblia yawe neza. Tutasoma kwanza. Turasoma. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja tu nitawaangamiza yote. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalowatenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Abantu bumvise iyo nkuru mbi bagiye umubabaro, ntihabagiye umuntu yambara utugeregere twiwe two gushaza. Uhoraho ababwira Mose ati, barira Abisirayeli uti, muri hanga ritagomba ijosi, uti yogerera hagati muri mwebwe n'akarisase yobatikiza, uti nuko rero nimwiyambure utugeregere twanyu two gushaza, kugira ngo amenye uko abagirira. Nuko Abisirayeli biyambura utugeregere twabo uhereye bakiva ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Ni wakati walikuwa safarini wana wa Israeli. Ni igihe bari kugenda Abisirayeli. Kiongozi alikuwa ni Musa. Umurongozi ari Mose. Mungu alipotembea nao, Imana igendanye nabo, jinsi walivyotoka huko Misri, nyene bavuye mu Egiputa, walitoka ndani ya nchi ya watu wa mataifa, bavuye mu gihugu cy'abanyamahanga. Wa Misri walikuwa kivaa jicho la bambara uko bigombeye, walikuwa tu wenye mapambo. Bara abantu babashaza, ni watu wa mataifa tu, bara abantu b'abanyamahanga, watu ambao wanaabudu miungu tu, abantu basenye ibigirwamana. Basi na wana wa Israeli ambao wanaishi katikati yao, rero Abisirayeli baba hagati muri bo, kama wao, bamera nkabo. Vyombo vya uzuri vyote, mapambo, makokoro yote ambao wakifanya wao, na wao wakifanya hivyo, ibintu byo gushaza byose n'utugendegende twabo babikora nkabo. Basi Mungu akawaita bahamagara kugira ngo bave, na wakaanza safari ya kwenda huko Kanaani, batanguye n'ubwira Kanaani. Ila Mungu alipoona jinsi walivyo hao, Imana ibonye abantu ko bameze, Mungu akaona kwamba hawezi kuendelea kutembea kugendana, na jinsi wanavyojipamba wanawake na vitu vingi wanavyovaa kama watu wa mataifa mahali ambapo wanapotoka, ingene bameze kandi n'abanyamahanga ni bavuye. Mungu akatoa tangazo, Imana ishaitangaza, mimi siendi pamoja na ninyi tena, je, sisofura kugendana nao, mtajipeleka ninyi wenyewe, muzijana mwenyewe, mimi sitaenda pamoja nao, je, sinzojana nao. Basi wana wa Israeli waliposikia mambo hayo, Abisirayeli bumvise ivyo, basi ndio akalia sana, bararira cyane, njia hawajui, kubera batazi iyo baja. Ni Mungu ndiye ambaye anajua njia, Imana izi nzira. Basi sasa tuko jangwani, itakuwaje sasa? Latino leko turi mu bugaragwa bigenda gute? Mungu anakataa kutembea pamoja na sisi. Imana yase ko tugendana. Sasa itakuwa tuzoca bigenda gute? Wakalia sana, bararira. Basi Mungu akawaambia, Imana irababwira, ninyi ni watu wenye shingo ngumu sana, mwebwe mu bwoko butagonda izosi, nikiingia katikati yenu dakika moja nitawaangamiza. Twajana namwe ndabamara. Sasa tufanyeni hivi, ndio kila gutya, ambia watu wote ambao wako, ngira abantu bose bari wavue kila kitu chao ambao wameweka kwenye miili yao cha mapambo, bambure ibintu byose bambaye byo gushaza. Sitaki kuviona kubibona ku mibiri yao, na hapo ndipo nakuja, aho nchanza. Kama sivyo hatuendi pamoja, hata hivyo ni tujana. Basi Biblia inasema hivi, Biblia ivuga ngo wana wa
Abaisiraeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri wakatoa. bambura ibintu twebwe two gushaza byose barabyambura. Basi tangu mlima wa Horebu na hata kuendelea, wewe bakiva ku muzi Horebu no mu rundi rugendo hawakuongeza tena kuvaa. birasubikwa. Hapo ndipo Mungu aliingia tena katikati yao. Imana yasubiye kugendana nabo barajana. Huyo ni ushuhuda tosha wa kuonyesha wazi kwamba Mungu alikataa kwenda pamoja nao kwa sababu ya hivyo vitu ambavyo wamejipamba katika mili yao. Itoni gishinga nayo igaragara ko Imana yasigana nabo kubera ibyo bintu bari bishagiza. Na akaonyesha wazi nikiingia katikati yao utawamaliza Mungu. Avuga ati jana namwe nzobamara. Tatizo lilikuwa ni hayo kwamba ikibazo cyari ibyo bintu byendo bari bambaye. Mungu hawezi kushuka kati ya watu wenye machukizo mbele zake. Imana ishobora kumanuka uri hagati y'abantu bafise ibintu bidahimana. Ndio maana ni lazima uwepo wa Mungu uwepo wakati wa Kristo na watu wa Mungu wanapokusanyika. Rero kubaho kw'Imana ni ngombwa ngo kube mu bantu igihe abantu bakoranye. Wakati kuna machukizo kati ya watu hawa wa Mungu, ni lazima Mungu hayupo pale. Leo hari bidahimana Imana cyo gihe Imana ishobora kubaho ngaho. Watu watafikiri kwamba wako pamoja na Mungu. Abantu bagore bazagura kumwe n'Imana. Na Mungu hayupo pamoja nao. Batari kumwe nayo. Wanaonyesha vitu ambavyo vinaonyesha kwamba wako pamoja na Mungu, na Mungu hayupo pamoja nao. Yerekana ko bari kumwe n'Imana kandi batari kumwe n'Imana. Sasa unakuta Mungu hapendezwi na watu wanamna. Tusanye Imana idahimbarwa n'abantu habo. Hiyo ni ushuhuda tosha kwa Mungu. Ikori bikinga naye ambao ndani ya Biblia. Basi nani ambaye Biblia inaonyesha aliyeendesha na kukumanisha tabia hiyo ya mapambo kati ya wanawake? Ni nani? Mbega ni uwuhe Biblia yerekana yashoboye kushiramo ibyo bintu akanabikomeza bibandanya cyo gushaka hiyo pepo ya namna hiyo? Nani mwenyewe alikumanisha katika dunia hii? Iyo muhemu ninde yachoye kuyiha inguvu muri inosi. Na hata paka hivi sasa wanafuata mfano wake. Nuno musi bagakurikira ikitegerezo cyiwe. Unakuta ni vitu ambavyo tena vina mfungo ndani yake. Watu wengi hata kumwambia aache kama unafikiri unamaliza yeye kwa sababu ina mvuto fulani. Au usanga ubwiye umuntu ati bireke upfumo ari hana bwati upfumo yica. Na Biblia inaonyesha kwamba ni mwanamke ambaye anaitwa Yezebeli. Ndio Biblia inagaragaza uyo mugore abize ko yitwa Yezebeli. Yezebeli mnamsikia mara nyingi. Yezebeli mnamumva nyingi. Yezebeli mnamsoma na Biblia. Yezebeli mnamumva kesho. Huyo mwanamke ni hatari kabisa katika mambo ya kiroho. Uyo mugore arakaze kuri muhemu. Hata ndani ya Ufunuo katika mambo atakayofuata anasema mwanamke. No mu byashiriwe mu bintu bizokurikira usanga ariko aravugwa. Sasa huyo Yezebeli ni nani? Lero uyo Yezebeli ni sio kwamba ni mwanamke Yezebeli ni alikuwa mwanamke mtaifa. Yari umugore w'umunyamahanga. Alikuwa mwanamke Mwisraeli. Yari umugore w'Israeli. Aliolewa na mfalme Ahabu, mfalme wa Israeli, akaenda kuoa mwanamke mtaifa. Yarongowe n'umwami wa Isirayeli aza kurongora umunyamahanga. Yule mwanamke sasa kwa sababu mtaifa kwa wanaabudu masanamu miungu sana, Baali ndio wanaabudu kule kwao. Wao wasenga ibigabana by'abayali. Na Mungu alikuwa katiza Waisraeli kwenda kuoa mwanamke kati ya mataifa mengine ili wasije wakawaingiza Waisraeli kwa kupata zaidi ya kuabudu Mungu. Imana yari ya Isirayeli kuchora kurongora umukobwa w'abanyamahanga ngo ntaba tumebasendirwa Imana. Na watu wa mataifa kwetu sisi wa Kristo ni watu ambao hawajaokoka. Leo twebwe abo twita abanyamahanga na abantu batarakizwa. Ndio sababu Biblia inakataza vijana kwenda kuoa hao watoto na wasichana wa kimataifa watu ambao hawajaokoka. Leo nicyo tubiributsa ugwaruka kurongorana n'abatizeye. Na hao msichana kwenda kuolewa na mwanaume ambaye hajaokoka, huyu mtaifa. Kuvuga n'umukobwa iyo agiye kurongorwa n'umuhungu atarizera nawe rero umenye ko umunyamahanga. Sasa mpaka hivi hiyo pepo ya kutokumtii Mungu mpaka hivi ipo. Leo iyo wewe yo gutuma Imana yacakomeza. Hao wasichana hao bwana wetu wanaenda kutafuta wanawake ambao hawajaokoka
anamuingiza huko ndani, anapiga mafreti yake hapa kama ameokoka hiyo afanye naye harusi. Ariko barakora imisoro imwe izana umukobwa atarakizwe kamuzana buhoro agaca abukwa yarakizwe kandi abukwiye Yohana. Tafuta mume tu. Basi kwa kupiga makoti hapa. Nawe yirondera umugabo gupfuka ngaha nibindi. Na kujibirisha hapa wewe ni tatizo. Nukuya waro komeye au kibazo. Au kumwambia batizo. Hiyo atakata hawezi. Leo kubatizwa asote isuka nibindi. Kuwa mtu Sisitiza kurongora umunyamahanga. Na wasichana ndivyo hivyo. N'abakobwa n'uko. Wanaenda kuendana na vijana ambao hawajaokoka. Bagenda gukura n'abahungu batarakizwa. Mpaka anamuingiza muda. Akamuba imbere za buhoro akamuzana. Ili yaonekane kwamba ameokoka. Ndio kwa yakikijwe. Ila baada ya hapo matatizo yanatokea. Nyuma yao leo haliweza kuwa. Sasa na huyu Ahabu mfalme wa Israeli ndivyo alivyofanya. Ndio Ahabu mwami Israeli yalikoze. Sasa kwamba akaingia huyo mwanamke Yezebeli akaingiza ndani ya nchi ya Israeli na watu wake ibada zao za mabaali. Kuvuga uwo mugore Yezebeli yinjiza mu Israeli okusenga abana y'abayani. Mungu baali. Kuvuga yinjiza abana y'abayani. Na mambo ya kujipamba kwa wanawake yeye aliingiza ndani ya taifa la Israeli. Nibi byo gushaza nk'abakenyezi avinyiza barabikomeza mu Israeli. Vitu vya kujiweka mawanja kila kitu ni Biblia inasema kwamba yeye aliachilia. Nibi byo kwisiga marangi niwe yabizanye. Hii marangi mbalimbali ambao wanawake mnajipaka kila mara kwa rangi kama 2 3 hivi hazifanani. Yeye mwanamke ndio alianza. Ayo marangi mwisiga tandukanya dasa tatatu uyu mugore yayaze. Yeye ndio aliyeti. Niwe yabizanye. Labda unasema mzee biko wapi mwatajwa. Wao mutabe biboga bibyanditswe hehe. Leo chapicha wafamu. Igitabo cha kabiri fungua pale. Zindura igitabo cha kabiri. Na wengine ambao wanapenda hivi kwa Biblia hataki kuliona kwenye Biblia, hataki kufungua Biblia yake tu. Biblia sio yake inamshuda bali. Ayoni avye yakati ngabizindura bicabindega. Fungua hapa Zindura nacho. Kitabu cha pili cha Wafalme. Igitabo cha kabiri. Sura yake ya 9. Igice cy'icenda. Mstari wa 30. Umurongo wa 30. Fungua pale tusome. Zindura hapa tusome. Baki huyu ndio chanzo cha kuunganisha mambo haya ya hekima pepo ndani ya taifa la Israeli mpaka hivi pepo hiyo inaendelea yake inaendelea ndani ya watu. Uruniwe muzi w'ibi bintu byose bibandanya wewe bibandanya na mkono. Nasema hivi. Havuga ngo hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari. Akatia wanja machoni mwake. Unasikia wanja? Mwise amarangi. Wakapaka wanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Maze Yehu ashitse Yezebeli arabibarirwa, acayiraba amarangi mu maso, asokoza umushatsi, araheza arungurukira mu idirisha. Bake huo ndiye ambaye alikomanisha pepo kama hiyo ndani ya taifa la Israeli. Uwo niwe yinjije iyo mpemo nk'iyo mu ihanga rya Israeli. Na pepo hiyo ina nguvu ikaendelea mpaka hivi sasa. Rero iyo mpemo ikomeye irabandanya n'ubu. Hiyo pepo ikaribu taifa la Israeli. Ihanga rya Israeli yononekana. Maana watu wenye kuabudu miungu, hiyo ndio kazi yao ya kujipamba wakienda mbele ya miungu yao. Abantu rero basenga abana ibikorwa byabo ni ibi bagenda bira kigondo kuri abageni bana yao. Zamani hapo mkartie hao Buyenzi zote kuta nafasi ambapo wako wanacheza vizuka. Bisagara mu Buyenzi n'ahandi no mu za Kinama hari abantu basanga bagira kina bintu biti. Watu wale ambao Kirundi wanaabudu Kiranga, watu ambao wanajipaka marangi mbalimbali katika miili yao. Rero ubona basega ngo basega Kiranga barira ingwa kandi igondo mu maranga tabukanye. Mapepo na nguvu za giza zinaendana na watu ambao wanapaka marangi mwilini yao, wanaendana na watu ambao wanapenda vitu vya mapambo
ndio wanaenda pamoja na vitu kama hivyo. Kumbe zishimishwa no kugenda n'abantu biraba ivyo bintu by'amarani. Na ndivyo mwanamke alivyokuwa. Uwo mugore ni kuyara ameze. Mungu anawauliza Waisraeli. Imana ikababaza Abisirayeli. Kwa sababu bishakomana ndani yao. Byari byamaze kugenda muri Ni mwanamke. Uwo mugore yabishize muri. Mungu anawauliza Waisraeli. Imana irabaza Abisirayeli. Watafanyaje watakapotekwa na mataifa yao? Na mataifa. Bati none bazongera gute nibafatwa n'ibindi bihugu? Na kulazimisha kujipamba kinyume na mpango wa Mungu. Bagaca bategekwa kwambara ibitandukanye n'intumbero y'Imana. Basi acha tusome kifungu alivyouliza. Tusome Imana yabaje. Ndani ya Yeremia sura ya 4. Igiye kwita cha Yeremia igice cha 4. Mstari wa 30. Umurongo wa 30. Make viliendelea, Mungu anawakataza wataki. Yarabana Imana yababuza barakakumva. Sio Mungu akawauliza. Bali yababaza. Mtafanyaje mtakapotekwa na mataifa yetu? Ni mwafatwa n'ibihugu muzongera gute? Na kuwalazimisha kujipamba kinyume na mpango wa Mungu. Bakatera kwambara impuzu zidasa n'izo Imana ishaka. Kwa sababu huo mpango, hiyo hali ya mapambo ni vitu ambavyo vinafanyika na watu ambao hawajamwamini kitu, watu wa mataifa. Ni ibintu byakorwa ivyo n'abantu bataramenya Imana urema. Fungua Yeremia sura 4. Fungua Yeremia cha 4 30. Umurongo wa 30. Nasema hivi, hakuvuga ngo Mungu anambia, na wewe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu, ujapojitia wanja machoni, unajifanya kuwa mzuri bure tu, wapenzi wako wanakudharau, watakutafuta roho yako. None weho niwanyagwa uzogira ute? Naho kwambara impuzu zisa n'agahama, ukisakara utugenegene tw'izahabu, ukiraba amarangi mu maso, uzoba washarije ubusa. Abuzure wawe baragukengera, barondera ingene bokwica. Maana ndivyo Mungu anasema, utafanyaje sana hiyo mapambo yako? Ndivyo Imana ivuga ati none uzobigenza gute nayo marangi yako? Sasa utafanyaje? Uzobigenza gute? Hata unajifanya mzuri mwanamna gani? Naho wambara neza ukigira mwiza ahabara. Hiyo ni bure tu. Ndio urusa gusa. Sio vyombo vya uzuri vyote ni bure. Ndio ndio kwambara tu mwiza urusa. Mungu anatuonya kutokufuata mafundisho ya Yezebeli. Imana itubwira kudakurikira za Yezebeli. Mwanamke aliyependa mno mapambo zaidi. Umugore yakunze birengeje ubushaza kurengeje. Mungu anasema tusifuate mafundisho yake. Ati rero bibivuga ngo nitwikurikire inyigisho ziwe. Maana alifundisha wana wa Israeli akawapoteza, wakatoa moyo kwa Mungu, wakafuata miungu yao ya mabaadi ambao alifundisha na mwanamke. Yakuye mu Israeli bizigwa baja gukurikira ibitari byo bya diriyo amara by'abayana. Na Israeli kapotea kabisa. Abisirayeli barataka. Na wako na mapambo hayo yote wako nayo. Kandi banga bafise ibyo bintu byo gushutigegeye. Ndipo Mungu anaambia kanisa msifuate mafundisho ya mwanamke. Ndio Imana ikinshinga ati nimufate mukurikire inyigisho z'uyo mugore. Huyo mwanamke hayupo hivi sasa. Huyo mugore ntakiriho. Ila pepo, nguvu za pepo zilizomuongoza ndizo ziko zinafanya kazi. Wewe zizo bizipfa ziguba zitwara yazirongora. Unaposoma Ufunuo sura ya 4. Sote byashiwe Yohana 3:2. Na Ufunuo Yohana 2:20. Ufunuo byashiwe Yohana 2:2. Lakini nina neno juu yako ya kwamba waulilia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sanamu, sadaka kwa sanamu. Ariko bisecho bugayako yo kukundira uriya mugore Yezebeli yituvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane bari byatekeshejwe n'Imana. Maana mambo ya mapambo
Kwa hiyo mwanamke yalienda pamoja na uzinifu. Leo ibi bintu byo gushaka k'uyu mugore byajyananye n'ubusambanyi, Maana vilienda pamoja na ukahaba, byajyanye n'ubushakanyi. Sasa na ndipo akaingiza ukahaba ndani ya taifa la Israeli, yinjiza ubusambanyi mw'ihanga rya Israeli. Na ndio sababu mapambo kama hayo Mungu anaita mavazi ya kikahaba. Nicyo gituma ubushaza nk'uko Imana icyita imyambaro y'ubushaka y'abagaragu, vitu ambavyo Biblia haikubaliani navyo, ibintu Biblia itereranya navyo, vinastahili kuwa kwetu sisi wa Kristo, bitari bikwiye kuba iwacu wa Kristo. Kwa hiyo mafundisho yanayofundishwa ya kutia moyo wanawake waendelee kuvaa mapambo na kujitia rangi mwilini mwao. Rero kuri ibyo inyigisho zigisha abagore kubandanya bakora ibyo byo kwishirako amarangi ku mibiri yabo. Maana kuna hiyo inafundishwa katika makanisa mbalimbali. No mu mashengero byigisha. Hayo ni mafundisho ya Yezebeli ambao wanafundisha. Baba bariko bigisha inyigisho za Yezebeli. Ndio sababu mtume Yohana, nicyo gituma intumwa Yohana anaonyesha Wakristo katika waraka wake wa kwanza, yereka Abakristo mu gice cya mbere, sura yake ya pili mstari wa 15 na 16. Igice cya mbere, igice cya kabiri, mu wa 15 waraka wa kwanza wa Yohana, igice cya mbere cya Yohana, sura yake ya pili, igice cya kabiri, mstari wa 15 umurongo wa 15 hadi 16. Anasema hivi, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Ntimugakunda isi cyane biri mu isi. Umuntu yakunda isi, gukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'uyu ubugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mu isi. Sasa kwamba kustamini vitu kama hivyo ni kuipenda dunia. Ukuvuga yuko kuba muri ibyo bintu akaba bikunda n'ugukunda isi. Nisema kwamba hapo Mungu haimo ndani yako kabisa. Ukuvuga yuko Imana niba iri muri wewe. Maana kila kilichomo duniani, kubera ngo ikiri mu isi cyose, yani tamaa ya mwili, ari ibyifuzo by'umubiri, tamaa ya macho, ibyifuzo by'amaso, kiburi cha uzima, n'ibone bw'ubugingo, havitokani na Baba, bitanduruka kuri Data, vyatokana na dunia, ariko byanduruka mu isi. Hivyo ni vya kidunia. Ibyo ni iby'isi. Ndivyo ambao watu wanapenda wanaweka mbele sana kuliko vya abantu bakunda bakabisha mu buzima bwabo. Sasa wachungaji na walimu wengi wa neno la Mungu, rero abungere n'abigisha benshi ijambo ry'Imana wanapenda kuzungumzia juu ya roho ya Yezebeli. Bakunda kuvuga ku byerekeye imhembo ya Yezebeli. Katika mahubiri wako wanahubiri na kuchafua huyu mwanamke Yezebeli. Sababu barigisha kandi bamuvuga nabi umugore Yezebeli. Kwa kwamba wanamwambia Kristo wasipate tabia zake. Bakavuga bakiza nimukurikije imigenzo yiwe. Lakini wanashindwa kutambua kuwa kuruhusu mapambo kwa watu waliookoka ni roho hiyo ya Yezebeli inayotenda kazi kwa watu. Katika yuko kulikurira abantu bamaze gukizwa bagaca bagira ibyo bisharizo mwene ibyo yamwe mu ya Yezebeli baba bayishigikiye. Wanamchafua Yezebeli. Ukuvuga batuka Yezebeli. Ila wanaruhusu Wakristo ambao wanaoongoza wavae tunavyotaka, wajipambe wanavyotaka. Hawakumbuki kwamba hiyo roho ndio anawabakiza ndani ni roho ya huyo Yezebeli ambayo wanatambua. Baramutuka bagaca bayikurira abakristo babo kwambara izuba uko bigombeye bagira ko bari kubashikira Yezebeli. Hivyo ni vitu vya nje. Hivyo ni byo hanze. Bake havina maana bigira icyo bimaze. Kusoma ndani ya waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo, twasoma igice cya mbere yanditse Timotheo pamoja na waraka wa kwanza wa Petro, n'igice cya mbere Petro yanditse, yaani mstari ambao tulipewa mapema, ndio tuambia kikale. Ukitaka uchukue nafasi
tutasoma hiyo mistari. Ugafata umwanya uje gusoma iyo mirongo. Mungu anaturudisha wapi? Imana itusubiza hehe? Mungu anaturudisha nyuma. Imana itusubiza inyuma hariya. Jinsi wanawake waliomcha Mungu wa zamani, ingene abagore bubaha Imana ba kera, make tuwe kama jinsi wao, tumere nk'uko bari bameze. na ndivyo kusoma pale kwa Petro, yeye anamtaja tuwe kama jinsi Sara alivyokuwa. Ariko Petero ariho rero Petero avuga tumere nk'uko Sara yari ameze. Tangu wakati Sara alipoishi mpaka hivi kuna miaka, mbega kuva Sara abaho ushobora bose imyaka yoneka. Na kuna mistari mingine ndani ya Biblia, ni mirongo muri Biblia, Mungu mwenyewe anasema, Bwana wenyewe bali avuga, ukitaka kutembea vizuri pamoja na mimi, ushaka kugendana nanjye neza, nenda uulize watu wa zamani, nenda ubarikirize abakera, watakwambia jinsi nilitembea pamoja nao, bakokugenda nabo, na wewe tembake uwe kama wao, nawe tumera nabo, ndipo tutaenda pamoja, ndio tuzogenda. Hiyo kwa siku hizi, ariko abakino gihe mzee zake kimwambia sisi tukiwa wasichana tulikuwa tunafanya hivi, twebwe tukira bigeme twagenze, anambia ya kwenu vya zamani, ati twebwe bijyanye hiyo kiona ya zamani ni miaka 20, 30 na 40, ariko aho kera ni miaka 200, 300, 400. ile Biblia tulisha wapi? Kule kwa Sara, ariko biichi turudika hariya kwa Sara, ni miaka ngapi? ni miaka 1000, ili tu wanawake wao na tabia kama ya yule zao abagore bagira ingeso bizao. Sasa mtosikilize kumwambia baba, hii hata wakajana ataje ya leo wakali nayo, lakini ya kugira toya nivyo wakoze bihagaze kure maana nakuta jinsi unakuta Ukristo mpaka hivyo unapambana ndio gituma rero Ukristo usanga ujana nise, ila Mungu asifiwe kwa sababu Wakristo mpaka hivi sasa wapo, kama ni shima ya Wakristo, si kwamba ni wote mia kwa mia, si wote kanapinga, kwa sababu tunaamua kufundisha kweli, uisikie au utaifuata kama unataka. Kwa tukwigisha ukuri ukumva wovyemera utovyemera mugabo twetu. Sisi hatuna tabia ya kupindisha mistari kwa sababu ya kuwapendeza watu. Bali ufise imuco wo kuhindura amajambo yabo tunezereza abantu yabo. Sababu ndio tabia ya wachungaji wa siku hizi. Kubera iyo ngeso bawenge batuye. Kwa ajili ya kuwapendeza watu. Baliho kugira bashimisha abantu. Kwa sababu ya kitu ambacho tunatafuta kwao. Kwa halicho barabonera. Baada sisi tupo kwa ajili ya kumpendeza Kristo. Ndio tuhitaji kuhimbara Kristo shengero. Na tufanye vitu ambavyo Kristo anapenda. Ukuri vyo Kristo ashaka. Tufanye vile ambavyo anapenda kanisa lake lisikie. Ukore hivyo ashaka kushengero ndiwe yumva. Basi wewe ambao labda utaona kwamba haukunasikia vitu kuelesha masikio yako, wewe ndio baba witakunezera, basi utapua mwenyewe, uzohitamo wewe kweli njio hii, ariko kuri nuko, na ukitaka kutembea na Mungu kweli njio hii, uchakwenda na Imana kuri nuko, na hatuwezi kupindisha mafundisho kwa sababu ushobora rero kucisha uruhande rw'Imana. Tuna lazima Biblia tusome, ni ngombwa tusome Biblia, ndio unabii wetu ambao Mungu ametupa, ndio kuvugishwa Imana yabisi. Hizo kelele za watu wenyewe walifanya manabii eti wala kama unabii isondoro z'abantu bagabora bagishwa n'Imana kuvugishwa twebwe, na tena kuna wenda ambao wanawafuata nyuma, kandi hari abakurikira, na kuna wengine hapa kanisani kule wanawafuata. Aha iwacu kishego hari abantu babakurikira. Jumapili huko hapa, ila juma zingine usabura munsi uri hamwe n'imisi yose uri nyuma huko hapo muriko baki mambo ya unabii, hamtaki neno la Mungu, ila unafuata mambo ya Imana, mshaka uwisho bw'abantu, hamtaki mlisho neno la Kristo, ila unalishwa maneno ambayo hayako kugaburirwa ijani rya za Kristo, mshaka kwa ibyo kurya by'abantu. Sababu wataka kama kufundisha hapa hamuonekani, ndio tubaru nyingi cyo mu hagati utaboneka, maana hivi ni kama ndio umesharudiwa kabisa, amerekana ko wasubiye nyuma kubyukuri, maana hapa inakuwa tu hata waibaji wanakuja kwa sababu ni amri ya n'abarinde tubabona kubera itegeko kuko bazi yuko siendi leo kesho sitaenda, hagiye uno munsi kakadori anajikaza na kuja akacha hii hata maana ile pepo ambayo ya wale wanawake 7 ambayo inaendelea kufuata watu. Kwa leo nitamhebu zao wagoni bizi kubaturikira abantu, maana Kristo ukubali tuitwe kwa jina lako. Leo ibagango ukwemere tukwitiwe gusa. Maana tuitwe wa Kristo. Tuitwe ko turi abakristo. Ili tusiaibike. Kugira ngo dutetereke. Maneno yako
ariko amajambo yawe najua chakula chetu ariko kurya zacu sisi, maneno chakula chako sisi n'ibyo kurya kutauragumya, usisumbuke, ntibirigo utajirisha tuzigaburira, ndio wanaenda kujirisha maneno yao, ndio wanaenda kuigaburira by'amajambo yawe. Mavazi yako usisumbuke, ati ibyo kutwambika ntibigore, ukipiga wenyewe, uziyambika twese, ukipamba wenyewe, uzishabika twese kwenye hata kusumbua na mafuta, nataka kusabya mafuta ama na vitu vingine, makorokoro mengine, ni byose mtugeregere, utajifanyia si wenyewe kuzindenya. Inawakubali wewe leo gusa tuitwe kwa jina twitwe sio wengi ambao wanajua niko benshi buzuye kama ndivyo ulivyo wewe ari kumeze wewe, hata Yesu akija leo wewe na Yesu yote wewe utabaki wewe usigara hauna neno wewe utaninyote itabu yake wewe Mkristo na wewe Mkristo mzee wewe hutaki kuvikwa mavazi wewe unataka kuandikwa ile habari ya Kristo, hautaki kupambwa na Kristo, unataka kushikwa na Kristo. Sasa utaenda kwa tena wewe usimwone kaza. Sasa tuishie hapo, ndio tunajizi gaha tuahidi kwamba tena tunasema leo kwa Mungu akitupatia neema nyingine, imani ya kugira ubuntu, haki tutakuja sasa tuzoza leo Biblia tuonyeshe mapambo yake ambayo anataka tujipande, tweke imyambaro dukwiye kwambara na mavazi ambayo anataka sisi wa Kristo nibyo dukwiye gushaza. Maana hivyo vitu vyote ambavyo mnavyopenda, ibyo byose mukunda rero, maana hata na Kristo anavyo, na Yesu arabifise. ana mikufu ambayo anataka tuvae, arafise imigari ashaka twambara. maana sio hii ambayo wewe unakimbia kutoa pesa na kutaka uvae, ibyo byose utatangira mbere ngo wambare, maana uvae na vikomo, kila kitu uchae mwili mzima, ni miringa kugira ngo wambare hose. Kristo anavyo, Yesu arabifise. Kristo anavyo, Yesu arabifise. kibela kuvaa Saze kuvyambara tapendeza, uzohimbara ile jinsi Mungu anavyotaka. ili maisha Mungu atusaidia, maana ya kufanya tutaweza kujifunza na kutaka kufika tuone mapambo ya kiroho ishara vimwe na vitu ambavyo sisi tunasema navyo. ndio dukwiye gushaza. Sasa hiyo ndio mambo yalivyo Iko bili kwa Kristo, tufuate neno la Mungu. tufatira wahima Tuko nyakati za mwisho, kumiherezo Yesu karibu kuja, alikuza muda wote tu hapo barabara nzekalia, yetose nzamba yofuka tujiandae, tegure tuwe tayari. twitegure. Mungu awabariki sana. Hali waheze